Bwana, mambo vipi? Leo niko hapa kwa ajili ya kuongea na nyie vijana. Kwa hiyo hii video inawahusu. Neno moja kwa vijana ambao wako vyuo na wanasema kuwa serikali haina ajira baada ya wao kumaliza vyuo. Mimi nasema hapana. Kwa sababu gani? Ajira zipo. Sema vijana wengi wanashindwa kuwa wabunifu, wanashindwa kujituma kwenye kazi. Ujue tumezaliwa katika familia tofauti. Kuna familia zinazojiweza na kuna familia zisizojiweza. Kwenye hizi familia zinazojiweza unakuta kijana hela anayopewa ya matumizi labda niseme sio chini ya 400,000, sio chini ya 600,000 kwa ajili ya matumizi yake muhimu binafsi, lakini badala ya kuitumia ile pesa kwa ajili ya matumizi yake binafsi ndio amekuwa akiendekeza anasa kwa watoto wa kike, ndio amekuwa akiendekeza starehe zake za dunia, ndio kama vile kunywa pombe kupitiliza, kama vile kuvuta sigara, kama vile kunywa madawa ya kulevya. Niwaambie vijana, haya mambo mnayoyafanya kwa sasa haziwasaidii kokote, haziwapeleki mbali na haziwafikishi kokote. Nyie mnasema serikali haina ajira. Hivyo kijana, kwa hiyo pesa unayopewa kwa ajili ya matumizi yako binafsi, hivi ukisema kiasi hichi kwa ajili ya kuanzisha mtaji, kiasi hichi kwa ajili ya matumizi yako binafsi, hivi ukianzisha mtaji wako binafsi, hivi utapungukiwa na nini? Utapungukiwa na nini? Anzisha basi genge lako la kuuzia nyanya, vitunguu, karoti, hoho. Anzisha basi gadeni yako basi ya kuuza mboga kama vile spinachi, mchicha, kuliko mnakaa tu kusema serikali ajira hamna. Mimi nipende kuambia kwamba usisubiri kuajiriwa, subiri kujiajiri wewe mwenyewe. Huu ni muda wetu wa sisi vijana, tunabidi tukae chini tujiajiri sisi wenyewe kuliko kusubiri kuajiriwa. Pesa mnaopewa nyie kwa nyie vijana kwenye familia yenu mnaojiweza, laiti hiyo pesa ungeitumia kufungua biashara zako ndogo ndogo, ukianza kujenga msingi huko mwanzoni. Hivi unafikiri haikusaidii chochote hiyo biashara unayofungua? Unafikiri haitakupeleka mbali? Labda leo umeanza na genge lako la kuuza nyanya, la kuuza vitunguu, la kuuza karoti, na bado unasoma chuo. Hivi unafikiri baada ya kumaliza chuo, unafikiri ulivyo kwa sasa hivi, unafikiri baadaye utakuwa kama ulivyo? Utakuwa na tofauti. Utakuwa ushajiajiri mwenyewe, unaendesha biashara zako mwenyewe. Yaani utakuwa ni mtu wa tofauti, utaitwa na jamii. Umeanza chini baada ya kutoka chuo, kumaliza chuo, uko juu sasa kwenye level nyingine. Usisubiri kuajiriwa, subiri kujiajiri mwenyewe. Kwa hiyo unakuta chuoni vijana wengi sana
Hasa weekend ni siku za kwenda kula bata. Unakuta kijana bana ana jifu wake, bwana twende tukale bata leo, mzee ukanitumia kimbashi cha kutosha, twende tukale bata bana. Jifu anakubali, befu sana hela, nitavaa vizuri, nitaenda hivi. Sawa, ndio mtaenda kula bata. What next? Mkisha kula bata, mmekula bata, mmeachia posti za kutosha mitandaoni, nini kimewasaidia? Nini kimwaelimisha jamii mlichofanya? Mnabidi muwe wabunifu. Mnaenda huko kula bata na majifu yenu. Hivi unafikiri jamii itapendezeshwa na hivyo vitu mnavyofanya? What next mkisha kula bata na jifu wako? Nini kitakusaidia mbeleni? Be creative. Uweni wabunifu. Pesa mnaotumia kwa ajili ya kula starehe, kuendekeza anasa kwa watoto wa kike, kwa nini msifungue biashara ndogo ndogo na mkiwa chuo? Kwa nini mnahamika tu? Serikali haina ajira, kazi kuhamika tu. Kwa nini msiwe na biashara zenu ndogo ndogo? Huko chuo umeanza na genge lako la kuuza nyanya, umeanza na kibanda cha kuwashonia watu viatu mdogo. Sio lazima kuajiriwa. Jiajiri mwenyewe kijana, usisubiri kuajiriwa. Anasa haziwapeleki kokote, starehe mnazozifanya haziwapeleki kokote. Mimi naambia ukweli siku ya leo. Utakayenichukia sawa, lakini lazima niwaambie ukweli. Starehe, anasa hazitupeleki kokote. Mtakaa tu kulalamika serikali haina ajira. Vipi kama wazazi wenu leo hii wapo, kesho je wasipokuwepo? Unategemea mali? Unafikiri mali ni za kwako kijana? Unafikiri hizi mali wazazi wako walikuwa nazo ni za kwako? Mali sio zako, mali ni za wazazi wako. Tafuta zako. Wazazi wako washajitafuta, washajipambania mali zao, washajipambania maisha yao. Huu ni wakati wa sisi vijana kuchukua ushauri, kuchukua mbinu, kuchukua njia kwa wazazi wetu, kuliko kuendekeza nasa, kuendekeza starehe zisizokuwa na maana. Ni wakati wa kuwatumia wazazi wetu vizuri, kuomba ushauri, kuomba njia. Mzazi, umefanyaje hapo ukafanikiwa? Mzazi, nipe mbinu na mimi nifanikiwe. Mzazi, hapa nimekwama, naomba unisaidie basi niepuke na huu mtego, niende katika sehemu nyingine. Lakini ndio umekuwa kwanza kuendekeza anasa, kuendekeza starehe. Mimi naambia leo na mzazi, wewe kijana kwenye familia yenu ambao mnajiweza, kesho unaweza usiwe na mzazi wako. Utakuwa mgeni wa nani baadaye? Utakuwa mgeni wa nani? Jamii itaonaje sifa yako? Kama wazazi wako wana hela, huu ni muda wako wa kuwatumia kwenye mambo makubwa tu. Kama mzazi wako ana hela, ni muda wako wa kuomba ushauri, ni muda wako wa kuomba mbinu, njia za wewe kufanikiwa kama mzazi wako alipofanikiwa. Acheni kuendekeza anasa zisizokuwa na maana. Acheni kuendekeza starehe zisizokuwa na maana. Mtaenda kula bata kitu haziwasaidii chochote. Kwa hiyo ni waombe kwa nyinyi vijana wa kiume. Leo naanza na vijana wa kiume. Hizi anasa tunazozifanya leo, hizi starehe, tukumbuke one day wazazi wetu hawatakuwepo. Hapo ndo utakuwa unasema ningelijua. Laiti ningelijua ningemtumia mzazi wangu vizuri. Laiti ningelijua ningemtumia mama vizuri. Laiti ningelijua ningemtumia baba vizuri. Utakuwa unajiuliza hiyo maswali. Kwa hiyo niwaombe vijana,
Huu ni muda wa sisi vijana kubadilika. Ni muda wa sisi vijana kuomba ushauri, kuomba mbinu, kuomba njia kwa wazazi wetu na sisi tufanikiwe. Ndio maana mtakaa mnalalamika kuwa serikali haina ajira. Usipoteze muda, we kijana, muda ukusubiri. Nenda na muda. Niende kwa vijana wa kike. Vijana wa kike wanasema kwamba hata kama mimi nisiposoma nitamtafuta BF mwenye hela. Wewe aliyekwambia nani? Ndio mnamizana huko mitandaoni, Instagram huko, WhatsApp, mnachateana huko na marafiki zenu. Mimi nisiposoma mie BF nitamtafuta mwenye hela. Hivi vipi kama leo huyo BF wako leo yupo? Je, kama sipokuwepo duniani utakuwa mgeni wa nani? Una biashara, una kitu. Haya sasa, unaenda wapi? Utakuwa nani kwenye jamii? Unafikiri jamii itakukubali? Yaani ujitumi, uhaso. Mtoto wa kike anabidi ajitume kwenye kazi. Mtoto wa kike anabidi haso kweli kweli kama mtoto wa kiume. Usitegemee mali za BF wako. Tegemea mali zako mwenyewe. Ishi wewe, usiishi kutokana na BF wako. Kama BF wako ana hela, jitahidi naye tafuta za kwako. Huwezi jua siku wala saa BF wako kama yupo duniani. Tafuta zako, find yours. Tafuta zako, usitegemee za BF wako. Azikusaidii kutumia mali za BF wako. Huenda zikakusaidia, lakini kama leo hii BF wako hayupo, ni utajutia na utalia sana, na utakapoanza kusema ningelijua. Laiti ningelijua, ningemwomba BF wangu ushauri, ningemwomba BF wangu mbinu, ningemwomba BF wangu njia za mimi kutoboa kama yeye alivyotoboa. Kwa watoto wa kike, mwachini kuwa wavivu. Mnasema eti mimi BF wangu ana hela. Aisee, kumbuka hatujui siku wala saa. Huko na BF wako leo, mnaenda kula bata, mnaenda kula outing, mnaendekeza anasa. Hivi vipi kama mmoja wenu mmoja akiondoka hapo? Hivi unafikiri kuna kuendelea hapo? Unafikiri kuna kufanikiwa? Kwa bata zote, kwa anasa zote mlizokuwa mnakula duniani, vipi kama kati yenu hapo, kati yenu nyinyi, kati yenu, vipi kama mmoja wenu akiondoka? Hapo ndo utakapoanza kusema na utalia kwa uchungu sana. Mimi naumia vijana wengi hawapambani. Naumia vijana wengi wanalalamika serikali haina ajira, badala wao utafuta ajira. Ni muda wetu sisi vijana kupambana kwa ajili ya maisha yetu, tuje kuwa watu wakubwa huko mbeleni. Kazi kulalamika tu serikali haina ajira, kutumia mitandao ovyo tu, kutupiana tu meseji. Mimi nawaambia nyinyi watoto wa kike, hemu badilikeni. Mnabidi mbadilike. Usiseme kuwa nitamtafuta BF mwenye hela. Sema nitatafuta hela zangu mwenyewe na nitamtafuta BF mwenye hela zake. Ili kitokea kama mmoja wetu hayupo, najiweza. Sio kuliko unasema eti bwana BF wangu ana hela. Haya, leo hii hayupo duniani. Si utakuwa mgeni wa nani wewe? Utakuwa mgeni wa nani wewe? Kwa hiyo mimi nawaasa vijana wa kike na wa kiume ambao mnasema kuwa ajira hazipo, bali ajira zipo. Ni sisi wenyewe tukiwa vioni tunabidi tuwe wabunifu. Embu andika pembeni, leo hii nikiwa chuo
nifungue biashara gani? Nifungue biashara gani itakayoenda kunisaidia? Nikupa zoezi. Kwa nyinyi leo nimeanza kwanza na familia zinazojiweza. Kwa familia nyie vijana ambao familia zenu zinajiweza, hiyo 600,000 400,000 naenda kununua mavazi ya gharama ya 300,000. Naenda kula anasa za dunia, starehe na jifu wako. I say. Mimi naambia aziwasaidie, aziwapeleki mbali, aziwafikishi kokote. Huu ni muda wa sisi vijana kupambana kama wazazi wetu walivyopambana kwenye maisha yao. Ni muda sisi vijana kutafuta pesa kuliko kukaa mitandaoni kutumiana mimeseji serikali haina ajira. Tunabidi tubadilike. Tunabidi tuwe waabunifu. Tuwe waabunifu katika kazi. Tunabidi tuonyeshe mfano kwa wazazi wetu. Yaani kama uko chuo ukianzisha biashara zako hizi ndogo ndogo, aba leo umeanza na genge la kuuzia nyanya, aba sema unauza nyanya, vitunguu, karoti, unauza seme hoho. Hivi mzazi unafikiri atajisikiaje? Mimi nipende kuambia, kama kweli ni kijana na ukifanya hivyo, kwa kweli mzazi wako atakuwa appreciate kwa kile unachokifanya. Nirudi nyuma kwa wale ambao vijana kwenye familia wasiojiweza. Mara nyingi hao vijana wanapewa hela ndogo kwa ajili ya matumizi. Sawa, unapewa hela ndogo, basi nyumbani kwako anzisha garden basi, tukuone wa maana. Uza mboga mboga basi, eka pale karatasi tunauza mboga hapa nyumbani, karibuni sana kwa shilingi 500, tukuone wa maana basi, kuliko uko chuo na unarudi nyumbani bila kuweka msingi wote wa maana. Fungua garden basi hapo nyumbani, wasumbua wazazi wako, omba mbegu, otesha basi. Eka basi karatasi hapo, onyesha basi tunauza mboga. Kuliko unakuja nyumbani na unaenda chuo tena hujaacha kitu nyumbani. Ndio maana mtakaa mkiharamika nye vijana wa kike na wa kiume, mtakaa kusema kuwa serikali haina ajira. Mimi kwangu naona ajira zipo tu. Ajira zipo kwa vijana nyingi sana. Lakini hapa creative ndio hakuna cha creative hapa. Mngekuwa wabunifu, mngekuwa mbali sana. Kwa hiyo vijana, huu ni muda wetu sisi vijana kuchukua mabadiliko. Ni muda wetu sisi vijana kuomba ushauri, kuomba mbinu, kuomba namna ya kuomba ushauri kwa wazazi wetu, kwa walezi wetu walivyofanikiwa. Sio tu kuendekeza anasa, starehe zisizokuwa na maana. Nipende niwasihi, tunabidi tuache hizi anasa. Tunabidi hizi starehe tunazo kula bata azitusaidii chochote, azitusaidii popote pale utakapokuwa. Kumbuka, leo tuna wazazi, kesho hatuna wazazi. Tutakuwa wageni wa nani? Nikutakie Christmas njema na sherehe za mwaka mpya. Asante.